be ndagukunda niwe munezero wanje niwe ubuzima bwanje ndakwiteze ko byinshi cyane uzoba papa w'abana banje uzombera papa uzombera mama uzombera buri kimwe cyose umunezero wanje umubabaro uri wawe byose biri wawe. Merci bon. Yo utashaka kurirawe nugambeje mu umuhungu ari isiga n'amajambo muko yewe anchanye ibintu byinshi cyane izari twaciye muri byinshi okay atari kumubwira yuko ari we muntu yabumbatije amahoro mu mubiri wanje. Yo niwe mukobwa wenyene yashoboye gukanya umunezero umutima wanje akanyura umubabaro wose nari nsanzwe mfise. Niwe mukobwa wenyene yanyugururiye imisi isanzaza amaraso mu mubiri wanje wose y'umunezero. Arugara imisi yatanguje kuzana umubabaro mu buzima bwanje. Niwe mukobwa w'amateka, niwe nzira yanje, niwe Vyoose banje. Ndamukunda cyane kandi ndashimye ndabivuze ngaha nzokama ndabivuga ndamwemereye n'imbere y'Imana yuko ntazigera ndamuhemukira. Yo hashuha hakanya mu bihe byari byo byose agwara turi mu munezero mu mubabaro dukenye dutunze nzoguma ndurubavugwiye ndabikwemereye. Yes, mpenzi msikilizaji wa PG Classic FM, ako karirimbo maze gukumva umva neza ko ari CYCY na Butoyi. Impamvu rero nagashizemo nuko nzi neza yuko karirimbo gafite histoire ikomeye cyane mu by'urukundo rwabo, ariko rero naho ndiko ndavuga ikirundi kigaro cyo muziza kuba mu Kiswahili murabizi. Ni penzi langu ni moja ma vipindi ambavyo lazima vifanyike kwa Kiswahili na PG Classic FM, ndivyo ratiba ilivyo. Lakini nimetia nyimbo hii kwa sababu ina historia moja hatari sana. Acha nianze kuwapokea kwanza CYCY na siko namba 5 pale. Okay, nice. CYCY. Shikamo. Maraba. Mambo. Poa. Uko bien? Pandisha sauti, najua kuna sauti. Mara ya kwanza unafika studio ndani ya PG Classic FM I think. Mara ya kwanza Yes. Unaponaje? Nitaji kusikia comment yako. Unaponaje? Anaanza kucheka. Umeona mambo yako sasa? Sina furahi. Sini wa shamba wa muinga hawa. Umeanza matusi. Basi wa shamba wa muinga hapa anaposha kuzubara rafiki yangu. Lakini nakumbuka usiku uzinduzi tulikuwa hapa kama sikusahau. Wewe na CYCY au mwenyewe? Sisi wote timu ya Mtamajirari official tulikuwa hapa. Yeah. Okay. Si mbaya. Lakini mara ya kwanza unaongelea kwenye microphone zetu Butoyi. Majina naanza kule kwa CYCY ni Sifa. Jina la Kirundi nani? Ndikumana Sifa. Alafu bwana Butoyi ni mimi majina kamili ni Butoyo Hussein. Butoyo Hussein. Unazuka mwita hata baby nazo. Baby na jina la baby nazo kuna wapapa wananiita. Baby nazo maana yake nini? Yaani baby nazo. Jamani mapenzi haya. Nazo kujumlisha na baby. Unasikia? Nazo kujumlisha na baby. Nazo kujumlisha na baby. Sawa? Nawashukuru sana kwanza kuitika wito wangu kwenye penzi langu, naamini nafarijika sana ise. Mwaliko unajua sana kwenye PG Classic FM. Asante sana. Okay. Kwa sababu mimi najua kwa mara nyingi nakuwa tabu sana usiku mwingi kama huu. Sitoshi mtoto wa kike kama CYCY. Wewe una mambo yako, mnaacha kila kitu, mnaitika redioni, sio kitu kidogo. That's why nashukuru. Na Butoyi Hasani. Butoyi Hussein. Butoyi Hussein. Mimi nachojua una pacha wako. Ndio. Hajambo. Sijui mengi kuhusu yeye lakini hajambo. Hujui mengi kuhusu wewe? Hujui mengi kuhusu Bukuru? Yeah. Hao jamaa wanafanana sana. Tuko mapasa tunafanana lakini kuna baadhi ya mambo ambayo hatufanani. Kama? Alafu mambo ambayo hatufanani naweza kusema kwa sasa ndio ambayo yamenipeleka sana. Unajua ingawa tuko mapasa kila mtu atakuwa na maisha yake na mke wake na familia yake. Okay. Yeah. Kwa wale ambao shawahi kuwaona YouTube, kwa sababu YouTube mko master kiukweli. YouTube mko master, watu wengi wanawafahamu.
kupitia maigizo, lakini pia kupitia vurugu zenu ambazo zishawahi kutokeaga. That's why nimekuwa interested sana kualika ili muweze kutuambia kidogo historia ya mapenzi yenu. Mimi napenda waga katika kipindi chetu penzi langu waga napenda kuchanganya mafaili. Napenda kuchanganya mafaili. Napenda nialike watu kwenye mahusiano, kwenye mapenzi. Hivi Bukuru, Butoyo sorry. Hivi una miaka mingapi? Miaka yangu ya kuzaliwa ni miaka 26. Miaka 26? Yeah. Sisi una miaka mingapi? Mimi miaka yangu siwezi nikaisema. Kwa nini? Nahisi na miaka 9. Yaani unaofia kusema miaka yako kiufupi. Kwa nini? Ni midogo sana. Na miaka midogo. Sana ni kati ya mawili ni midogo sana. Ni midogo sana au ikawa ni mingi sana. Okay, unajua kopia zako sasa. Kwa nini upendi kusema miaka yako radio au kwenye mitandao sijui? Mimi sivipendi tu. Sio tu. Sio sawa. Sisi Kiswahili uko vizuri au unajaribu? Mimi haiko vizuri. Na nikanusiwa ambako nilimpa. Nikaelimika ambako nilimpa. Haiko sinamjua, kapasiti yake naijua. Kiswahili sio sana. Vyeti vyake vya masomo vyote navijua. Kiswahili ilikuwa ni 0/0. Sisi usijokopia. Kwa hiyo sasa Wanyamuinga Kiswahili sasa. Wako vizuri. Juma Juksi Mnyamuinga. Kwa hiyo sasa taabani Kiswahili. Haiko vizuri Juma Juksi. Hapa kabisa. Juma Juksi haiko vizuri Kiswahili. Hapana, hamna kitu. Sisi usijokopi. Hapa lugha zipo. Hata ukitaka mimi najua Kiswahili na kijua na jitahidi. Kile kidogo najua tu. Okay. Nahitaji basi tuanze hapa haraka. Butoyo, kuonana na huyu mrembo mlianza kuonana wapi? Ilikuwa vipi? Tupe historia kwanza kiufupi. Mwanzo kabla zile vurugu zote YouTube hazijaanza, hamjaanza kukutana, mpigane mamimba na nini. Nataka tuanzie kwanza kwenye kuonana kweli. Ilikuwa vipi? Nasikia sasa hapo unaelekea sana mahali pabaya. Hapana, nataka kujua historia kidogo. Mimi nafahamu lakini wasikilizaji yeye anahofia kuna baadhi ya vitu ambavyo anaanza kukumbuka amna sio mbaya. Lakini there is no problem. Hamna shida. Ni kwa sababu wasikilizaji waelimike kupitia nyinyi. Isaac, yani kuna mambo mimi yaishaga pita. Yani sipendagi zinatubaki tunayaongelea. Yaishaga pita. Sawa. Lazima huenda kuna watu ambao watajifunza, wanaweza kuwa inspired na of course. Twende faster. Kiufupi mara kwanza kuonana sisi ilikuwa nimekuja kwa maswali ya school. Nilikuwa nimekuja Bujumbura kwenye stage. Na yeye nikamkuta na yeye yuko stage. Kwa niishi Bujumbura, anasomea Bujumbura lakini kwa Muyinga. Mimi nilikuwa nasomea Makamba. Nikamuona kipindi hicho nilikuwa niko single. Nikamuona lakini wakati nilipomuona, unajua macho yetu yanaonaga wanawake tofauti. Lakini kuna mwanamke ambaye unaweza kuona ukasikia umeingiwa na shauku ya kumuongelesha. Ingawa awe hata mtu wa karibu yako. Basi nikatamani awe mtu wa karibu yangu. Nilimjisikia kabisa. Okay. Nikamsogelea, nikamuongelesha. Tu ya kwanza akaleta madharau, unajua wanawake. Akaleta madharau kidogo, watu wa virimani na nini. Lakini nilijaribu kutumia nyanja tofauti kwa sababu najua ni jinsi gani ambapo naweza kufanya nikamteka mwanamke. Nikajaribu kufanya mambo tofauti mpaka kanielewa, akawa mtu wangu wa karibu. Okay. Unajua ni makosa kukurupuka kumtunguza mwanamke. Inakuaga na athari kubwa. Mwanamke jenga kwanza ukaribu naye. Okay. Kwa sababu ukimwona mwanamke usiharakii kumtongoza. Okay. Jenga ukaribu naye. Okay. Afahamu mengi kwako, huenda mwali ambayo atakayefahamu yatamuinspire yeye kukupenda wewe hata kabla hujamwambia. Ni kweli. Alafu baadaye ndio unajua na wengi waga wanaumiliaga hapo. Wengi wewe mwanamke usikumwona mara moja unaanza kupiga mistari. Akukubalie. Ni mara chache sana. Mara chache. Kwa hiyo mimi nilimtia karibu, akawa mtu wangu wa karibu, ikafikia stage kama kupata message yangu hawezi kulala. Hajakuwa tupendani. Na ni sisiwe? Yeah. Nikasema hapa ndio yani nimefika sehemu ambapo nilikuwa natafuta. Basi baada ya pale nikaanza kuona kabisa huyu mwanamke chochote kile ambacho nitakachomwambia atanielewa. Uko muonaga nani masuala maigizo na nini? Si hamkutanaga katika mazingira ya maigizo? Hapana. Mazingira ya maigizo ni baada ya yeye zile vurugu. Okay. Tutazirudia. Wasikilizaji labda hawajui vurugu gani zilitokeaga kwenu. Tabiri tuzipitie kidogo. Inabidi wasikilizaji tupe. Sahau atakuwa ananikumbusha. Ni kweli. Hata mimi nitawakumbusha kwa sababu ninajua mengi. Baada ya hapo ikabidi nikasema acha niandae sasa siku special. Okay. Kwa ajili ya kumwambia ni kitu gani ambacho kiko ndani ya moyo. Nikamwambia my friend, nahitaji tutoke. Lakini kutoka out. Uje umeandaa mkichwa. Kuna kitu ambacho nataka nikwambie kiko tofauti
na mambo yote ambayo ushagasikia. Wanaume mnaonisikiliza, sikilizeni namna ya kumteka mwanamke. Hapo tunaendelea moja kwa moja na mafunzo. Unajua mwanamke anaweza kukupenda, asinge kupenda. Na mwanamke anaweza kukatalia wakati asinge kukatalia. Okay. Kutokana na wewe jinsi umejipeleka. Ni wakati gani anaweza okay. Ni wakati gani anaweza kupenda bila si ndio njia mimi niko napitia nakwambia. Okay. Ni wakati gani sasa mwanamke anakukataa na asinge kukataa? Ni wakati mwanamke ni mtu ambaye unapaswa kwanza kumuelesha wewe ni nani. Unataka nini? Kwa sababu haumjui mtu aliumizwa, huenda maisha wanaishaga kuwa na stress sababu ya mapenzi. Sasa ukimletea mapenzi pale pale wakati ana maumivu, anakuona unamkuruga. Kuna wanawake wanaona wanaume wote ni maadui. Sasa mjenga ukaribu, maisha umsawazishe, umuoneshe kama ingawa alisalitiwa, wapo wanaume ambao wako serious. Basi ukishamuelesha hicho kitu, mwanamke atakuwa mwepesi sana kukuelewa. Sasa baada ya hapo mimi nikamwambia leo tutaongea kitu ambacho kiko tofauti sana. Tutafanya maongezi ambayo namna unavyonizoea. Yaani sura ambayo nitakuonyesha. Unajua Isaac, hata ukienda kutongoza mwanamke, usiendi na ile sura ambayo amekuzoea kuona. Sogelea mic vizuri, Sogelea mic, wasikilizaji wakupate vizuri. Kuna ukiwa romantic unakuwa na sura yake, ukiwa umekasirika unakuwa na sura yake, ukiwa kimapenzi pia kuna sura za kimapenzi tofauti. Kweli? Na sauti ambayo mimi naongelesha mwanamke wangu, sio sauti ambayo naongea na mama yangu, sio sauti naongea na pasa wangu, sio sauti ambayo naongea na marafiki zangu. Mambo ya kawaida huenda ishaga pita masikio yako sana, lakini leo nataka nialete kinyume sana. Basi akanikubalia mna shida. Lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nishatia mwakili yake. Yaani yeye anakuja anajua ingawa tunatoka. Kuna kitu special nitaambiwa. Hapo. Sisi, ulifuna shakia ni nini? Baada kuna tu kuna kitu special taambiwa. Wewe kama mtu mzima. Hukushakia kabisa. Nataka kuleta mambo ya mapenzi. Kabisa ni kwanza roho kwanza kama inashtuka hivi. Nasema huyu kaka. Naambia kuna kitu ataniambia. Hata sisi wanawake tunakuwa na tatizo. Mtu mwanaume wote ule akikutongoza. Tena hiyo fasi hiyo sisi wanawake tunapenda kukutana na matatizo. Mwanaume anakuambia dada mimi nahitaji tuongee. Haujui anakuitia nini mkazungumze nini. Sasa sisi wanawake wa sasa tunajitiaga ni kitu gani? Labda ananiita twende tutoke tukale, tukafai nini. Haujui sasa ule mwanaume ambaye unaenda kuitika amekuandalia nini kule mbele. Sasa na mimi vraiment nimeendaga na kawasiwasi fulani. Mzee baba hukumwambiaga usije na mtu au ulimwambiaga tu? Ulitiaga sharp. Leo ni siku special. Staki uje. Kuna wanawake wana tabia hizo ndugu yangu. Unamuita yeye pekee anakuja na koloko. Lazima tabia nzuri. Nikwambia njoo mwenyewe na kwa najua budget yako. Historia inaendelea. Basi baada hapo alikuja, nikaandaa sehemu ambapo najua mazingira hakuna watu wa kuingia kutoka. Kuingia kutoka. Yaani ni sehemu inakuwa ni mazingira inakuwa ni watu wawili. Baba hapo kidogo. Au sisi mambo mengine. Kuna sehemu ambazo watu wanatoka lakini ni sehemu hapana ile mazingira ya mavae watu kuingia kutoka sana. Kwa sababu watu wachanganya nini. Kama Zan Beach nilipaonaga pazuri sana. Na kwa nataka niongee naye, macho yake yako kwangu, yangu yako kwake. Baada hapo akaja, tukaenda nikampeleka hiyo sehemu. Tukafika tukaikaa. Tukaanza kuongea. Na neno la kwanza ambalo nilimwambiaga bado nayakumbuka maneno ya kwanza kabisa. Maneno ya kwanza nilimwambiaga hivi, Sifa, usiende ambayo ulikuwa unafahamu hizo siku zimeisha, sio wa leo. Leo nimekuja kinyume sana. Lakini niko na bahati kwa sababu kuna kitu ambacho nitanguliza kwako. Lakini sina uhakika kama bahati yangu inaweza kuwa yenyewe. Kweli. Sawa. Basi nikaanza kuporomoka mdogo. Unajua demu kama anakuelewa unavionaga. Kuna gisi anakuaga mpole. Baridi na mwingia. Naona baridi na mwingia anasema pasi piga maneno mpaka chenchi na baki. Alhamdulillah namshukuru. Lakini uko umejipanga mfukoni hiyo siku. Maana uko unasema hapa kivyo vyote. Au ndio uliagiza chakula? Wala hata mimi sikulaga hata sana. Isaac, unajua ilikuwa sehemu gani? Ulimtia sehemu ilikuwa sehemu gani? Town hapa. Hukumpeleka my ice cream? Akeza net. Pale kwa Akeza net. Kwa Akeza? Akeza hapa town? Okay. Juu kidogo ya RPA zamani. Kuna nafasi walijenga hivi ma triplex. Kwa ndani sasa pako kasalo watu wanaikawa wawili. My friend. Hapo msikilizaji, kama una map ya kupeleka mtoto mzuri mpeleke pale. Tulia, mbona usifanye pupa kumtongoza hapana. Tulia. Yaani mlendaga na bisi ulipatix?
na nilipa text umejipanga umeshaona. Baada hapo nikaporomoa mambo yangu mpaka nikamaliza. Hakunijibu kitu hata kimoja. Okay. Lakini gisi nimeona usoni ukasema hapa nimekubaliwa. Kitu aliniambia nashukuru. Kwa hiyo naomba niende nyumbani. Nikamwambia hauagizi hata kitu kingine chochote kile hapana. Yeye alikunywa tu soda. Sisi ulikuwa kwa nini ukutaka kumpa jibu hapo? Kwa nipenda labda I don't know. Kwa nini ukutaka kwa nini kutoka jibu hapo mwambie? Mtu unaonekana nimekuwa nishakupenda. Kwa nini kutoka jibu hapo mwambie basi sawa. Kama ni mapenzi tu. Kitu cha kwanza mimi kilinifanya sikutoa jibu hapo. Ulikuwa unaenda kufikiria? Yes, nilikuwa naenda kufikiria nini? Alafu kitu kingine kilinifanya mimi siongee chochote. Palikuwa pajaisha hata miezi. Mnafahamiana. Mimi natoka kwanza kuumizwa, natoka mahusiano mengine huko. Okay. Kwa ulipomuona ukaona kama vile ni yule kaka. Yani kama naona kama Okay. Alafu tulikuwa bado sijazoeana naye. Okay. Na ilichukua muda kiasi gani kusema akupe jibu bwana Butoyo? Okay. Baada ya kama siku 3 alifika na niandikia akaniambia Hussein, yani nimejisikia niko tofauti sana. Okay. Yani ule sisi ambaye alikuwa hizo siku zimeisha sio huyu kabisa. Okay. Mpaka kaanza kuniambia au ile siku ilinitia dawa. Yani najisikia nakupenda sijui. Okay. Yani sijui niseme aje. Okay. Ni kawaida sana. Ni mazingira tu mtu unaandaa. Okay. Mkawa mmeingia sasa kwenye mapenzi. Basi mahusiano yakawa yameanza. Lakini mapenzi yetu yalikutana na mitihani mingi sana. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa tulikutana na mitihani kwa sababu hiyo mitihani ndio ilisababisha mapenzi yetu yawe serious zaidi. Okay. Hapo sasa tuingie hapo. Mapenzi yenu yakawa yameanza. Lakini baadaye yakaharibika. Ndio. Tena sana. Palianzia nini? Kwa sababu nakumbuka mimi nilipojuliaga historia yenu. Mimi story nilianzia katikati. Nakumbuka CYCY kwa wale ambao wanafuatilia vipindi YouTube, CYCY alikuja kunishtakia kama kuna waigizaji, kuna watu wanaume hivi na hivi, amenipiga mimba, Butoyo na nini sasa wananichanganya, sielewi, wananikwepa. Baadaye nikaenda huko zile vurugu ndo zikatokea. Lakini sikuwa nimeelewa mlikufaga nini. Labda leo ndo exclusive mwanzo. Watu hawakujuaga hapa nyuma. Kwa nini watu walete? Wanataka tu mmependana jamani, kama mmebebesha mimba itike tu basi. Lakini tuambie hapo Butoyo. Kabla sasa mko mapenzi mazuri mmekubaliana na nini mkadate, pale haribika kwa nini? Mpaka ikafikia ile stage sisi ukampiga ujauzito bikaharibika Unajua Isaac, mimi naweza kusema kitu ambacho kilisababisha kikubwa ni mwanamke rafiki yangu. Mwanamke rafiki yako? Ndio. Lakini hicho kitu ingawa kilitokea kilinifunza mambo mengi sana. Unajua ukiwa katika mahusiano, alafu unataka mahusiano yako yawe very serious. Kuna mambo unapaswa kuepuka nayo. Okay. Hauwezi kuwa mahusiano ya userious afu kufanya mwanamke mwingine awe karibu yako sana. Au kwa mwanamke ukafanya ukaribu wa sana na mwingine mwanaume itakuharibia mahusiano. Yeah. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa na experience kwa masomo. Ndio alikuwa ananionyesha kwa masomo. Ndio alikuwa ananitumikia kwa sababu mimi vitu vya mahesabu nilikuwa sijui. Okay. Yeah. Nilikuwa najua vitu vya lugha vitu kama hivyo. Sasa yeye ndio alikuwa ananisaidia sana. Sasa nilikuwa namjenga ukaribu naye. Matematika ilikuwa vizuri. Ili nimprofite. Sasa wakati tuko kumstage tulikuja naye. Yeah, sababu mimi nilisoma telecommunication. Okay. Wakati niko kumstage tulikuja naye. Okay. Sasa huyo wakati tunapendana naye ule ukaribu wa mimi na ule mwanamke ikamkosti. Na wakati mimi narudi home school ikamkosti nani? CYCY. Wakati narudi home school tumemaliza stage sasa. Tuko tunaandaa maexame mwaka wa mwisho alafu trimestre ya mwisho kuna ubizi ambao nilikuwa nao. Ndio fasoke yeye akafikiria kwamba niko busy na nani? Na ule mwanamke. Akinipigia simu anasikia sauti yake anamwambia tuko tunasoma. Kila akinipigia simu tuko tunasoma, kila akinipigia simu tuko tunasoma. Ananiambia hivi masomo unasoma mimi sisomi ni yapi? Mbona mimi unipigia na kwambia kila mtu ana experience yake. Mimi huyu ndo ambaye ananifundisha ndiye ambaye ananionyesha kwa masomo. Kwa hiyo kuacha ukaribu naye inaweza kunikosti kwa sababu inaweza hata hizi cause inaweza hata kuzifeli. Hicho kiko mbito ambaye ilisababisha mwanamke yale mapenzi ayapunguze. Okay. Okay. Baada ya kupunguza yale mapenzi tukavurugana na mimi nikaingia wakati wa maexame kuprepare exam nikawa sina muda kabisa. Na yeye akaingia preparation hapo penye kwa naongelea. Mkate kauli kabisa na kuruhusu. Asikudanganyishwe kwa. Anaongelea anaona kama anataka kujitetea. Kujitetea Anataka kujitetea kidogo. Yaani hapo penye amesema mimi nimeanzaga kumfikiria
tofauti. Sio eti nimeanzaga ilikuwa gani kweli. Ilikuwa ni kweli ulikuwa unapendana na mwanamke? Mimi sijui kama alikuwa anapendana. Hatakuwa tunapendana. Lakini mimi kitu chenye najua Isaac. Huyu mwanaume alianzaga kunibadilika kipindi anajua kama mimi niko na mimba. Sasa mbona unaanza kutoa macho? Yani mwache alikuacha kaongea. Mimi walitupa muda. Watu wataelewa mwelekeo. Yashagaisha. Tunaleta tu historia tu ili watu wajue. Historia. Sasa huyu nakumbuka mwanzo wa vurugu kweli. Alikuwa kweli kama kisame ongea, alianza kuwa busy. Masomo, stage. Lakini sasa mimi nashangaa masomo, afu marafiki zake wananitumia picha. Iko na huyo mwanamke wametoka vitu kama hivyo. Sasa mtu alikuwa kudanganishia. Mnaga maklotiri kwa masomo. Klotiri watu wawili? Hapana, wanakuvizia. Mimi mpaka dakika Isaac, wewe mwanamke mpaka hivi sijuaji kwa. Mimi na uchuna. Sasa pakatokeaga sherehe ya wandugu zake, rafiki yake, wa huko kwao Makamba. Bismillah ndo nafika Makamba. Mimi nikasema hivi napashwa niende kwa hiyo sherehe. Kieleweki. Nikapandaga kwa hiyo sherehe. Hapo tayari uko na mimba? Hapo nilikuwa bado. Ndo anaanza kubadilika sasa, anaanza kuwa haeleweki, simuelewi. Nikapanda Makamba. Nilipofika Makamba, kweli unaona mtu anakuona lazima akufurahie nini? Vitu kama hivyo. Ile kufurahiana ndo mambo yakawa yamepita hivyo. Yani kukutana huko ndio yakawa ya kukua. Mambo sasa yakawa ya kukua. Masani yakapasuliwa, kombe kama hivyo. Basi ujauzito huyo pa? Nikafika na teremka, sikuwa najua kama nina ujauzito. Pofika huku maisha. Lakini yani akaendelea kama simuelewi. Yani anaanza kuwa busy haeleweki. Acha. Nilipomwambia sasa kama una mimba. Isaac huyu hapo toka nini ulimkiukaga baada ya kuambia mama? Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Huyu mwanamke wakati ananambia na mimba, mimi sikuwa hapa Burundi. Mimi niko Dar es Salaam. Hicho kitu nikisema gata. Kwenye interview nakumbuka. Sasa nilikuwa stress na gari ya watu. Huyu anabaki ananiandikia message. Mimi sielewi. Kitu nimwambia nisubiri nije Burundi tutayaongea. Lakini alikuwa anataka yeye alifika nakimbilia mtandaoni. Subiri kwa kabla ya Dar es Salaam kufika ndio iko naeleza. Kitu ambacho nakubali. Mimi alikwambia uko na mimba ukampiga mashowbiz. Unakumbuka? Wakati ananiambia iko na mimba mimi sikuwa hapa Burundi. Na nilimwambia nisubiri nije Burundi tutaongea. Ulipofika ukafanya nini? Mimi nilipofika ukawa busy. Akafika naenda mtano. Mimi sikuwa busy. Ulikuwa busy. Isaac, hivi unajua safari ya Dar es Salaam mpaka hapa Burundi ni mchezo. Lazima nitafika nitachukua hata siku 2-3 nipumzike. Sawa. Okay. Huyu sasa niseme kiherere chake kamleta mpaka kwako. Tukafanya vipimo. Alafu kitu kingine nimesahau kusema. Unajua kama sikuwa najua kama ni wa mapacha. Yaani ulipendanaga na utoe haujui mapako bukuru. Mimi sikuwa najua kama ni wa mapacha. Mama. Sasa subiri ulipoenda Makamba kulikuwa kumuonaga bukuru? Mimi sikumuonaga. Unasikia? Sikumuonaga. Bukuru hakuwepo, alikuwa Bujumbura alikuwa. Sikumuonaga. Okay. Sasa baadaye ndo nikajua kama. Lakini picha hao wanapenda picha, hukuona hata picha zao kwa mitandao. Ulikuwa una hizo mambo. Alafu kitu kingine sikuwa najua hata kama ni watu wa mtandaoni. Hivyo nilikuja kujua baadaye. Okay. Baadaye. Na baada ya kushika maamuzi sasa kusema mimi nishamtafuta ukaka, niambia na mimba ishajifanya showbiz, acha nimvamie sasa. Ndio kaanza kunitafuta mzee baba tukaenda kuringurumisha. Mimi nakumbuka nilikuwa niko Facebook. Nikaona kipindi chako uko unasaidia kunaambia watu msaada. Kama mimi namtafuta kweli kaka hawezi kusaidia. Alafu kitu kingine Isaac, mimi sasa kile kipindi mimi nikutafute wewe. Nilikuwa naona kama nimezidiwa. Hauna wakulilia, hauna mbele, hauna na mwanaume mwenye unajivunia anakukwepa. Hali yenyewe ya maisha ilikuwa ishabadilika. Familia ilikuwa ishabadilika, wameshanifukuza, mambo yanakuwa magumu. Naanza kuwaza sasa nishazoea maisha ya mjini sasa. Naanzisha Mwinga.
si ndo sasa nikaanza kutafuta. Okay, ndo tukaenda. Lakini nakumbuka tulipompikisha sisi kwenu mlimkanaga. Akasema mumjui kwani? Nilimkana kwa sababu njia ambayo ilipitia ilikuwa sio njia sahihi. Sasa mbona njia sahihi alikuwa anapitia ulikuwa uitaki? Na alikuwa Bujumbura. Alikuwa anaitaka. Mimi nilimwambia nisubiri na kuja tutaongea. Nisubiri na kuja Burundi tutaongea. Ulipofika Burundi nilichukua siku za kupumzika. Kwa zile siku hukutaka kujua hata mwana mtoko anaishi vipi na kiumbe tumboni mwa Isaac. Namba alikuwa ananipigia leo, sio yeye ananipigia kesho. Umeshaona? Yo alikuwa ana simu. Alikuwa hana simu. Umeshaona? Lakini sasa njia ambayo alikuja kuipitia baadaye, yani subira ndio ilimshinda. Ndio njia ambayo nilisema hii njia. Ndio kaona tu acha tu mkani. Sikusema ni mkani kuru. Na gisi hatujui. Wewe tuseme tumchanga. Wewe useme kama uko mkuru wala uko ina mimi sema kama niko mkuru. Kwa kweli mpenzi msikilizaji, kama unajua kuona vipindi vya watu ni zamani kidogo, ipitia YouTube la Isaac TV, andika ukuru na utoi pale na sisi wao utawaona. Basi baada ya pale ndio nikawa vile tukakogotana, lakini baadaye ingawa nilifanya nilikuwa na huruma naye na nilikuwa natamani kuongea naye, lakini nikasema bidale amepitisha njia ambayo si sahihi. Acha tu ende. Okay. Lakini mtu mwenye alikuwa na washauri vibaya ni Gasore. Gasore anaingia tena huko. Alikuwa na washauri vibaya. Huyu mwanamke adogota kubali mimba. Mwanamke kubali mimba tu usaje aende huko. Unaona demo mwenyewe haieleweki. Na kipindi hicho nakumbuka Gasore kwa anacheza walikuwa wanaigiza timu ya Gasore. Alafu kipindi kile wana Isaac mtu akinitizama mimi wa kile kipindi na sisi huyu. Jamani. Haki ya mama. Na kipindi kwa naenda kama narudi. Okay. Kama narudi kama naenda. Yaani mimi mwenyewe sijielewi. Una mbele una nyuma. Yaani mimi mwenyewe sijielewi. Mungu asifiwe kama mwema. Mambo yakapita ndani, mapenzi yakawa mapenzi, baadaye mkaelewana, mkazungumza. Lakini kabla ya pale nakumbuka ulikuwa unasema ulikuwa na mwanaume mwingine. Nilikuwa niko na mwanaume mwingine. Kwa sababu nakumbuka kutuambia kwenye interview, sijui mimi nina mwanaume, tena baba mtu mzima. Alikuwa kupiga mkwala ili uumie. Sasa kile kipindi mimi kuongea vile, sio nishaona kama Aisha rejea baba wa taifa. Aisha ingia kumstari. Wanawake mnaweza tazama. Sasa akatikisa lazima kidogo na okay. Lakini kitu ambacho naweza kuongea Isaac. Lakini Bukuru alikuwa anachukizwa sana ile hali ya wewe kulialia sana mbele ya sisi kuna mwomba misama. Isaac, yani tunaona mpaka ida. Alikuwa analia sana. Alikuwa analani sana. Bado nafsi yangu nailaumu sana kuwa niliwahiaga kukana au huyu mwanamke kuwa aliwahi kudondosha chonzi kwa ajili yangu. Maskini. Ile hali unaijutia. Naijutia, lakini ilinifunzaga mambo mengi sana. Okay. Sawa. Ilinifunzaga mambo mengi sana na ilinipa ujasiri mkubwa sana. Kwa hiyo sasa mimi kulia na kila sababu ya kulia mpaka kupiga magoti mimi na kila sababu. Kwa nini nisiombe msamaha wakati nimekosea? Lakini umezidishaga mapenzi hata mwanamke awe na kosa, lakini kama naona njia amevimba na mimi nimevimba, lakini njia ya suluhisho ni msamaha. Naweza kumuita Ben, ingawa yeye ndo alikosea, Benjo tuzungumze sema jengi yakaisha kwa sababu ule uadui na kuvimbiana bila athari kubwa. Please mtu anaumia, please mapenzi yanapungua. Kuna siku mnavimbiana vile vinaendea yeko. Hao jamaa walikuwa wanapendana sana, lakini waliebanaga mbitu ya urofa. Vinaendea yeko. Waliebanaga mbitu ya urofa kwa nini? Mimi siwezi kuridhia mwanamke wangu tukashirikiana siku mbili. Siwezi. Nikosea. Mpenzi msikilizaji, kama unatusikiliza baada ya hizo vurugu zote, nimependa sana baadaye mapenzi yalikuwa mazuri, mkafikishana nyumbani. Na kumbuka hizo shukuru Mungu na washukuru sana leo wakati mmenipaga ugari mzito, tukaja mpaka kule Makamba, sisi akapata mwisho ukatoka bwana. Mbakatoka sisi akateseka. Japokuwa ulitoka, japokuwa niliteseka, najivunia kitu hiki kimoja. Na mama mkwe mama kidogo akalealea. Lakini unajua kipindi kile kuna watu walikuwa wanadhani kama wale mambo yenu ni maigizo bwana Butoyo. Kuna watu walikuwa wanafikiria kama vile vitu tungekuwa bado tuko pamoja. Amna. Maigizo yana muda. Kwa nini mpaka sasa tuko pamoja? Sawa. Na baada ya hapo sisi alikuwa haiko kwenye masala ya movie na nini mkamtia kwenye masinema. Kwa nini? Alikuwa anataka msaidiane nini sasa? Kifupi mtamajirari aliona mwanamke tumsaidie. Tumie njia gani ya kumsaidia? Ana kipaji. Hana kipaji hata mjui. Ndo tayari aisha kwa kwenye familia. Familia tufanyaje? Tutamsaidiaje? Basi aje afanye kazi na sisi tu tunampatia pesa. Okay. Kumtizama hivi kumbe mwanamke ana kipaji. Sawa. Basi tukawa tumemwajiri. Okay. Twende moja kwa moja. Mapenzi yenu yameshamiri, yakawa mazuri. Hapa juzi si hata mbali sana. Sijui sisi akaenda kunichukua sijui Saint Valentin, tena kumfanyia Saint Valentin sheri wangu. Tukaenda kufanya Saint Valentin kule, kumbe ilikuwa mwaka jana
Sasa kumfanyia ma Saint Valentin Butoi ma surprise ndo palitokea aka wimbo ambako nimeanzisha aka wimbo ndo kama ilitokeaga huko. Sasa baada pale nakumbuka palitokea savurugu. Baadhi ya watu sasa wakaanza kubonga. Kama na familia yenu pia na kina Butoyo, wakina Bukuru. Kama hindi sana kusema sasa Butoyo amekuwa chizi, mapenzi yamempele. Sisi sijua amemroga. Yani kazi hafanyi tena. Huyu jamaa ndo ameweka na mapenzi. Yani ndo ukaendea ukajisahau. Zile vurugu nakumbuka mpaka unajua tunaweza kusema wale jamaa mapenzi maswala ulimwengu wa mapenzi wako na negative mind, alafu hawaamini kwenye maswala. Mimi ulimwengu wa mapenzi uko vizuri. Okay, lakini hatuwezi yani watanina tu kama mwevu. Okay, unajiona sahihi kwa sababu kitu ambacho ninachofanya nakuwa najua niko natengeneza nini. Isaac, mwanamke ni mtoto. Yaani mwanamke ni kama gisi unatengeneza future ya maisha yako. Mwanamke usimtafuti kesho, mtengeneze leo ili aje kesho. Huyu aje kesho ni mwingine mtu. Mwanamke ana uwezo kubadilisha. Kuna wengine hawatengenezeki ndugu yangu. Wallahi anakuja kukutana na engineer. Kuna engineer wa kutengeneza my friend. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai rafiki yangu. Okay, tutafikia huko. Tutapitia kidogo maana nasikia kwenye masuala mapenzi unaelewa sana. Tutapana nafasi kidogo utoe maushauri kwenye wapenda nao, wanandoa na nini. Ngawaje hujaoa baba. Hapa ndipo pale kujaga saa fujo. Kwa vitu mko mnafahamu mtandaoni wewe na sisi. Mapenzi akawa mapenzi, vurugu zikaanza. Nakumbuka kaka sisi akakumuka akasema iwezekani huyu kijana tukosea adabu, hazikani wafanya mambo yote kwenye mitandaoni na hawajaoana. Hizi vurugu zimeshaga wapi? Maana ile stories kufuatiliaga tena sababu nilifanya kwa busy na masuala ya radio. Kiufupi sehemu zilishia. Sisi tulifuata familia kimya. Wewe ulifuata familia ya sisi. Okay. Haina haja ya kwenda mtandaoni au nini. Nani shemeji yangu kubaki anaenda mtandaoni anachafua anasema hivi anasema. Nega nakuta kwenu kusijui pale chivitoki mmekaa. Nasema sisi tulifanya kipindi kujibu yale ambaye shemeji yangu alikuwa anasema. Hoja zake tukajibu. Umeshaona. Lakini baada ya pale nikasema hamna umuhimu wa kuendelea mtandaoni tena tunakokutana. Hivi kwa nini maisha yenu yamekaa mitandao? Kumbuka kwenye kile kipindi tulikwambia hivi. Watu wa mtandao. Kile kipindi tulikwambia hivi kuna mambo ambayo si lazima yaje mtandaoni. Ziko siri nyingi sana ambazo ziko hapa. Isaac, mimi kuna kitu nilisema ingawa mtamajirada alikiopozea kuna kitu nilisema. Huyu mimi kwangu namshika kama yatima. Kwa sababu I know many things. Najua mambo mengi sana kuhusu. Lakini alikataaga ikilo akasema na wazazi bwana acha kuniita yatima. Hivi haujui kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa ni zaidi ya yatima na wakati na wazazi? Na wakati kuna wazazi. Sasa nafahamu mambo mengi sana ndio maana nilisema vile. Umeshaona. Sasa ana wazazi lakini wazazi wako separate. Okay. Baba yuko kivyake, mama yuko kivyake. Okay. Alafu huyu mtu anamsupport ni baba yake, alafu babake hana nguvu. Okay. Inabidi asaidiwe na Butoyo. Yaani baba hana nguvu. Umeshaona. Kwa hiyo sasa mimi kuna mambo siwezi kubali yawe kwa huyu. Huyu ninamtegemea kwa vitu vingi sana. Kesho namtegemea kwa mambo mengi sana. Kama Isaac, mimi sikufichi kwa sasa. Furaha yangu ipo mikononi mwa sisi. Mwenyezi Mungu anaipitishia kwa mwanamke. Kweli? Wallahi. I say, jamani. Ndio maana nakwambia namtegemea kwa mambo mengi sana. Kesho nataka nizalie awe mke wangu wa maisha. Kwa hiyo ndio maana kuna mambo siwezi kubali yatokee ingawa ni ya kifamilia. Sasa yale mambo tuliyamalizaga kimya. Okay. Alafu mtamajirani kwa ile timu ya sinema. Kule zile kelele zimeshaga hivyo. Maana mimi nipo sasa kipindi nimekuuliza sijua sana Ukuru. Kanaambia ngo sina habari zake simjua. Ukuru ni mwenda wazimu. Akili yake haina akili. Unajua akili inapaswa kuwa na akili. Msikilizaji wote sikiliza. Wewe Ukuru ni pacha wake. Hata kwa masomo alikuwa anakuwa mwisho tu. Sana mimi mbona ndio nilikuwa namuonesha mwana haramu mmoja huyo. Ukuru huyo. Nilimaliza masomo miaka 2 mbele yake. Sasa tulipofikiana tu masomo akafikana kuwa taabani kusema wewe Ukuru kwa kwa wa pili nitamwarika wewe kwa mwisho. Sasa Ukuru vipi mlikufa nini Ukuru? Yaani hivi hamko pamoja tena. Ile kukutana haipo tena. Maana kwenye ulikuwa yeye alikuwa. Unaweza kufanya hata wiki. Hamuonani. Yeye lakini hatuonani. Naongea lakini. Kifamilia nini masuala nyumbani? Kwa nini sasa? Kumjulia afya ni aje mkaje fresh. Kwa nini unajua mapacha ni watu ambao wanaendaga pamoja kabisa? Ukuru kwanza ni mtu ambaye yani mazingira yake hayatabiriki. So kwa mfano sasa hivi
oya tutokeze twende fasi tutafute tuikae tupunguze mawazo nini na mimi hizo mind inakuaga sina mimi niko mapenzi ingawa mambo yake siyajui mimi siwezi kusema kuhusu mambo yake siyajui mimi lakini niko mulimwengu yani wakisema tunahitaji watu ambao wako mulimwengu wa mapenzi Isaac sikufiche mimi nimezamia kabisa uko penzi hapo mimi nitakuja kuchungulia wale ambao wanatusikiza sasa hizi wameshaumia kwenye mapenzi wale ambao sasa hizi wako wanatusikiza kipindi hiki kwenye usaliti nimezama mimi sasa ni zaidi ya pale nilishazama nikanywa maji huko yani sijui nikwambia yani niko penzini sasa ina kosti sana mtu ambaye hayuko mahusiano sana kuwa karibu nayo huko mahusiano. Alafu Bukuru kama ananisikiliza mimi namhitaji wiki ijayo. Nasikiliza mwenda wazi. Sasa najua kunasikiliza. Naomba sana Bukuru wiki ijayo wewe mgeni wetu. Akili yake inakuaga serious kidogo tu. Mkiwa pamoja. Lakini kama tuko pamoja wallahi mkiarabu majnun funun fi lughati al-arabiyya. Kwa majnun. Sasa wewe Bukuru mapenzi tu ndio tofautisha. Tofauti ni mapenzi tu. Yeah. Kwa sasa bora Bukuru yuko karibu sana na mtamajirari. Kifupi mimi naweza kusema kundi la mtamajirari ni kundi la ni one heart lakini iko na nani tatu na roho tatu na same tatu Bukuru mtamajirari CYCY Utoi Nuruzaji na Zebede yani kundi limeshasambuka hivyo halikusambuka limeshajigawa ukaribu karibu watu kutembea yani zile siri tena kuambizana zile siri zipo. Okay. Yani ile kuambizana siri zenu. Inakuwa ni yale magroup. Ile familia ipo. Kazi zipo zinaendelea. Lakini mtamajirari ile group yenu kama imepunguza nguvu au ni kwa sababu yako ama mapenzi ambayo baadhi ya vifaa ambavyo vilikuwa vilikosa. Masala ya kamera. Ya kuna vifaa ambavyo vilikuwa vimekosa ndio maana tulipunguza kazi kidogo. Okay. Atokana na Musa. Mapenzi yananisumbua. Mapenzi Utoi. Umeshaharibu timu la watu. Umeshaharibu timu. Sinapendeza. Sema gisi. Lakini mnapendeza wallahi. Ni sio bani vile umenenepa umeshakuwa na shavu. Na mimi tanenepa. Sio njoo mtakuaga hivyo siku moja. Sisi unafanya nini Butoi mpaka anakuwa na shavu na? Sema yeye muuliza anifanyia nini mimi ili niwe niko hivi. Mama shavu. Utoi unafanya nini kwa? Unaweza kuwa haumu yani usiwe interested na kumwemelea sana kivile wewe mpe sawa na uwezo wako lakini ukishaona mimi mwanamke sina ule uwezo mkubwa pambana sasa na ule uwezo wa kuwekeza furaha kwake itoke kwako wewe yani umridhishe mwanamke anaridhika kwa hali yoyote ile ambayo utakuwa nayo lakini uwe unampa haki zake za mapenzi unapata haki ya mapenzi sikia vizuri nene pana stress nyie hamjaoana haki za mapenzi ambazo mnapeana zipi Isaac hivi mtu anaweza kuwa kwenda kusali lakini akajua kusali wanasali hivi leo hivi ni dhuhuri ni rakaa hivi acha kuongelea kwenye mafumbo twende directly no ifo dutangi nyingi isho abantu Isaac sisi hatujaoana unajua kuna matendo hizo haki za mapenzi unazozungumzia na matendo sawa na kuna matendo yako aina mbili kuna matendo externe na matendo interne unanielewa vizuri matendo interne ni ya watu ambao wako mndoa haya externe yanafanya watu ambao ni wachumba ndio yapi sasa ya chumba wale ambao hawana swali mwanamke kumpa care mpaka muwe naye ghetto siju mwanamke kumpa furaha mpaka muwe naye ghetto siju mwanamke kumjali mpaka muwe naye ghetto siju kuna wale wanaita kuna mambo mengi sana ambayo unazofanyia mwanamke akasababisha akupende na hao wako milele bila atakwenda ghetto my friend sisi unafanyaje ili kumteka zaidi akili huyu kijana mpaka familia tunamlaumu mpaka watu wanamlaumu unafanya nini mbinu gani ambazo unazitumia kwa sababu kuna wanawake wanatusikiza saa hizi wako kwenye mapenzi sasa wanataka wawateke waume zao wanataka wawateke wanaume wao unafanya nini ili siku moja huyu jamaa ajisikie sema kama isaacha niharakishe sema ni muoe sisi unafanya nini mimi kifupi hakuna kitu ambacho ninachokitumia zaidi bali ni kitu kimoja ni ile kukubaliana na ile hali yenu wawili ile hali yenu aswa sana ile hali ya mwanaume wako unaye unajua kwanza mwanaume wangu ana kipato gani ushasikia alafu wanaume ni watu ambao wanapendaga heshima sana mwanaume kwa hali yoyote gisi alivyo awe kilema awe kivurugumoni awe aje anapendaga umheshimu umheshimu kabisa kwa hiyo heshima inatosha kumteka huyo jamaa wallahi hauna kitu kingine unajua kwenda kufurukuta hamna kitu kwa kimbiligitia hujaingiaga
Sikiliza nikwambie bwana Isaac. Yale majivu. Mimi nakumbuka siku moja Bukuru ashanambiaga CYCY kuna mtu alimpaka. Wallahi mimi sikumpaka dawa. Mimi ni hiyo tu na mheshimu kama mwanaume wangu ambaye niko naandaa naye maisha ya baadaye, ambaye natarajia kwake vitu vingi sana. Huna uoga kama siku moja. Huna uoga kama siku moja atakuja kusaliti. Mimi? Huna uoga. Hapana, wala tasizani. Uko redioni kumbuka. Yaani hiyo confidence unaitoa wapi kuamini kama huyu hawezi kukwe? Mimi penye mahusiano yangu mimi na yeye yanafika. Sio mahali pa kusema eti tuachane hivi tu kiurahisi tu hivi. Wallahi. Yaani bora yale akikuacha bora wewe. Tayari mimi anikosee yeye. Mimi napiga magoti na muomba msamaha. Maisha iendelee yetu. Mapenzi ndio hivyo my friend. Hata askari bunduki anatia pembeni, kofia anatia pembeni, pete anavua anatia pembeni. Madam, mapenzi. Ndio hivyo. Sasa BUTOYO unafanyaje ili mtoto asikutoki? Unafanyaje? Kuna watu tusisi hizo kulima. Anatumia nguvu nyingi. Wao kichombo hiki unakiona. Kiufupi. Mimi mwanamke ile anikomesha ninyime time. Akunyime muda tu. Watu tena nijua watu wa nyumbani. Mimi mwanamke ambaye ananikomesha nasema wewe umeniweza aninyime time. Lakini mwanamke yote ile ambaye ananipa muda wallahi napashwa kumkata. Wasikilizaji lishaga wao kuambiaga ile jambo. Najua mwanamke ni kitu gani ambacho nitafanya ili mwanamke nimteke. Isaac, wanawake press yote ni kama wamoja. Mwanamke atawe mkali aje, mkorofi aje, usimwokopi. Sogelea mike. Nataka kuuliza kitu hapo. Wasikilizaji ambao wanatusikia saa hizi labda bado ni vijana. Ana mwanamke anampenda lakini anaokopa sasa ndaanzia wapi? Tafanya nini? Wengine labda anasema nikimwambia yule dada atanivuruga, labda nikifanya. Wengine labda kwenye mapenzi lakini wanasema mwanamke wangu kwa kweli haeleweki, ashikiki, mke wangu ashikiki. Tuanze kwa wenye hawajaoana. Sababu pia hujao. Ndio. Hujui masuala ya ndani. Kuna wengine wanasema kwenye uchumba mnanafikiana. Napenda lakini kwenye ndoa kule mnajifunika shuka moja na puliziana zile pumzi kule ndani inaanza kuwa shida. Wewe unafanyaje au unawaambiaje watu ambao wenye uko na hizo mind kwamba na mavaa muhira au wanajichemsha tu kuna siku itaisha, unawaambiaje? Hivi unajua kama kuna wachumba ambao wana mapenzi ya kuserious kuzidi watu wako ndani ya ndoa? Kuna watu ambao yani wachumba wana mapenzi mazuri kuzidi watu ambao wako ndoa. Kwa sababu bado hawajaoana. Wanatamani, yani unatoa mfano kwa watu ambao hawajaoana. Hii si kawaida. Sikiliza nakwambia hizi. Watu wote kabla hawajaoana wanakuwa wanafiki. Unajua hapana, sio kweli. Sio kweli. Sema ukishaoana ndio wanakuwa wanafiki. Kwa sababu kuna mtu ambaye anasema mimi nia yangu ni kuolewa. Kwa hiyo ukishamwoa kamtia ndani, anafika anaonyesha ule uhalisia wake ambao alikuficha wakati mko mchumba. Si ile mazoea ya ndani. Umeshaona? Sema ndoa ndio kunafikiana. Uchumba tajikaza jifiche ili umuoe. Ukishamuoa ndo anadhihirisha. Umeshaona? Lakini kitu ambacho unaweza kusema, mapenzi ni mtu, so ndoa, so uchumba, so nini. Mapenzi ni mtu, ni watu. Kwa sababu kuna watu ambao wako mdoa wana mateso, wanalia usiku na mchana, wanateseka. Wiki iliyopita muuchumba uzao vizuri hawana matatizo. Wiki iliyopita kwenye kipindi chetu Penzi Langu tumezungumzia mambo maswali masita ya watu kuzungumza kabla hawajaoana. Yaani yale mambo wasema hawa ni wapenzi, wanahitaji kuyazungumza kabla hawajaoana. Yaani mnaanza sasa sheri tunataka tuoane. Kuna mambo masita mnapaswa kuyazungumza. Mimi mambo masita nataka niwaulize. Ndio. Sawa? So miongoni mwao nitagusa baadhi yao kwa sababu muda unatuacha, nitagusa baadhi yao. Panakuwepo pako yale masuala ya tutazaa watoto wangapi? Tuanzie hapo. Tutazaa watoto wangapi? Nyie kwenye planification yenu mtazaa watoto wangapi? Mmeshakaa chini mkazungumza masuala? Watoto zenu watakuwa wangapi? Au siku moja mtakuja kufanya planning familial, mtakuja kuziwia kuzaa? Au ikitokea siaka kawia kuzaa, familia yako inajiandaa vipi kumpokea sisi? Au unaandaa mazingira gani kwa hali ya kumlinda? Haya masuala kwa ujumla kiutoto kifamilia kabla mjaoana. Haya mmeshawahi kuyazungumza, na kama mmeshawahi kuyazungumza majibu yako vipi? Kitu ambacho naweza kuongea, hayo masuala tushazungumza tena sana. Mna plan kuzaa watoto wangapi? Huyu mchumba, na acha niseme mchumba wangu kwa sababu ndio jina lake. Mtarajiwa wako. Mtarajiwa wangu. Anatamani tuzae watoto hata 15 au hata 20. Sisi kweli? Kweli sisi? Yani nitazaa. Na ndivyo unavyotaka. Lakini huyu ni ushauri wa baba yake.
ndio gisi alimwambia kwa sababu kwa wanawake ni wadogo sana. Kwa hiyo alimwambia mwanangu, ukipata opportunity za kama mbuzi. Na wewe unakubali hilo, unaliridhia, hauna shida? Watoto ni baraka my friend. Okay. Hakuna mpango kama siku moja utakuja kufunga? Lakini yeye aliwahi kuniambia tutazaa watoto wanne. Kwa nini? Watoto wengi wana baraka zao na wana uzuri wao na wadogo wana uzuri wao. Kwa nini mko ngapi hivi mtoto? Mimi kwetu tuko wengi sana. Wazee zamani wako wanazaa sana. Si wengi wangapi? Si kwetu tuko 9. Mko 9? Mimi natamani labda nizae kama watoto 4, lakini sitamani kumuudhi mwanamke wangu kuna kwa masuala ya kuzaa. Hata ataki tuzae 100, mimi sina matatizo, lakini upande wangu mimi nilikuwa nataka wakiwa wengi kama wao. Unafanyaje kumlinda CYCY kama atakawea kushika ujauzito? Unajiandaje kumlinda? Na kelele za mawifi na ni kuvumiliana. Sasa wewe hauna shida. Unajiandaa vipi kumlinda sasa CYCY zile kelele za mawifi, mamkwe na nini? Wewe alikuja kujaza show. Unajua nikwambie kitu kimoja. Mwanaume ndio mtetezi wa mwanamke ndani ya familia na mwanamke ndio mtetezi wa mwanaume ndani ya familia. Akishaniona mimi niko kwenye mstari, hata waseme nini, yeye ataona ni vitu vya kawaida. Alafu hapo pengine unazungumzia, alafu kuna ule utofauti wa mwanamke mwenyewe anaingia ndoa kwa haraka. Na kuna ule mwanamke mwenyewe anaingia mfamilia ambayo washaga zoeana kivile, mawifi washakuwa marafiki zake vile Ile jambo sio lizuri. Ni lizuri zaidi. Okay, ni lizuri. Yaani wanawake tusikilize vizuri. Ni vizuri kuwa na urafiki sana na mawifi za. Na mawifi. Alafu kitu kingine mimi naweza kushauri wanawake. Ile familia ambayo unaenda kuolewa yemo, jua ndio familia yako sahihi. Kwa hiyo kuwa mtu wa subira. Vyovyote vile ambavyo utakavyokuta kule, jivumilia. Mtu wa subira. Lakini sasa subira baba zina Mungu, uko na Mungu. Mungu kuna mtu ambaye ana subira. Ipo siku Mungu atakubadilishia maisha yako. Alafu nigusie hichi kitu ambacho amesema, wanawake wa kileo wengi sana Isaac wanapopia sana ndoa. Lakini ndoa ni maandalizi my friend. Sasa nyinyi mnafanya ndoa za sasa. Mnabakiza mdoa kiasi gani? Ile mwa. Mnabakiza, nakumbuka mshakupigia hizo mdomo. Kipo inshallah. No, kabla ya Ramadhani. Ya mwaka ujao. Ila Mwenyezi Mungu atuwekee wepesi. Mungu atuwekee pesa. Yaani 2023 haitoacha. Mungu asaidie. Ndio muda mrefu karibia miaka 4 hivyo. Mwenyezi Mungu atuwekee. Miaka 4. Sasa kwa hiyo sasa kuja kwa mwanamke ambaye mpendana miaka 4. Na mnafanyaje ili mlinde penzi lenu libaki linakuwa lipya lizuri, mnapendana mnafanya nini? Kuna mambo mengi sana tofauti ambayo lazima. Lakini kwa wakati mnavurugana. Isaac, mapenzi. Basi bakaisha. Siku mbili hujavurugana. Lakini mapenzi ni safari. Okay. Inabidi subra, inabidi kabisa, na uwe uko mtu wa ibada. Wewe usali sana. Mimi nakumbuka wallahi mapenzi yana nguvu nyingi. Mimi watu wenyewe wananikumbuka mimi si kabisa. Sifa mwenye. Wakiniona leo hii mimi ninafunga kitambaa mkichwa. Mungu wangu sifa. Sifa wabaiki. Wanashanga wabaiki wananiona wanashanga wanashtuka. Nguvu ya mapenzi. Jamani. Haya, maswali yangu yanaendelea. Kwenye yale masala masita ambayo mnapatiwa kuongea kabla mjaoana. Pamo ndani swala la tutafunga ndoa kwenye misingi gani? Ndoa yetu tutakuwa kwenye misingi gani? Maana yake mtaingia ita civil. Swali la kwanza. Uko tayari hilo au tutakapooana butoi wangu utaoa mke wa pili? Sasa nimeshakuyapitia kuyazungumza kidogo. Kuna changamoto ya sasa ile maisha sasa ndoa sasa. Ndio hayo masuala tushaongea. Kwanza ndoa yetu tutaifunga misingi ya dini ya Uislamu. Misingi ya dini. Alafu masuala ya kuandikwa, mimi hata kesho akitaka tunaweza kwenda, mimi sina matatizo kwa sababu kweli najua na ninajua ni kitu gani ambacho niko nakiandaa. Hata kesho. Au namba za wale jamaa mwetasi vile. Ukura angekuwa hapa. Ndio nakwambia kuandikwa na mwanamke mwetasi vile ni kama kujichimbia kaburi. Mimi Isaac nisikie niwaambie wanaume ambao wanaogopa itasi vile. Itasi vile haiwezi kubadilisha kitu chochote kile katika ndoa yako. Mwanamke kama ni mkorofi, muandikwe msiandikwe atabaki tu mkorofi. Mwanamke hawezi kuwa eti amekuwa mkorofi sababu ya itasi vile. No. Hakuna watu wanaume wanagaragaza usiku na mchana na hawana itasi vile. Na hakuna wanaume wanaishi mfuraha na amani na wana itasi vile. Sasa wanaume wengi wanaogopa itasi vile kwa nini? Unaona tukisaliti Isaac, mimi nikifunga ndoa sihesabiagi kuachana na mwanamke ambaye mimi utakuja kuoa. Labda
kwa mambo mawili au matatu. Umemfuma atoke nje ya ndoa. Isaac, mimi napenda vibaya. Alafu wallahi. Yani mwanamke mimi kunichiti. Ndio kitu ambacho unaona kinaweza sababisha mimi niue hata mtu, unaweza kuua mtu sababu ya kuchitia. Unajua kwamba kitu kimoja. Sisi wanaume na imani unajua wanaume jinsi tumeona. Ukiona mwanaume anapenda mwanamke mmoja, hamchiti, anatumia nguvu kubwa sana. Sasa unawaza ile inawezekana. Ile inawezekana. Kwa sababu wanasemaga mwanaume waga ridhishi na mwanamke mmoja. Nisikilize nikwambie ni kweli. Hilo mimi nalikubali. Mwanaume haridhishi na mwanamke mmoja. Lakini mwanaume anaweza kupenda mwanamke mmoja. Anaweza kumpenda mwanamke mmoja na akajitoa muhanga kwa ajili ya yule mwanamke wake. Kila kitu ni mind. Mimi akili yangu nisema hakuna mwanamke mzuri zaidi ya sisi, hakuna mwanamke anazungumza zaidi ya sisi, hakuna mwanamke kama sisi. Hiyo ni akili yangu mimi Bukuru uko wapi? Wallahi. Bukuru wake kuninyoshia. Sasa subiri. Sasa na hata nikiwa kazi ibe benye anasema ni ukweli. Mimi naomba hivi. Na mkoko nimeshikiri mgore wanje Mungu akulie. Ibe benye anasema ni ukweli. Sasa Isaac. Au unasema tuko mbele yake. Hivi ukiona mtoto mzuri barabarani utazame? Wallahi nakwambia marafiki zangu wananishangaa. Mimi naambia mimi kuna vitu ambavyo sisi nao ndivyo ulivyo kwa butoyo wako. Yani mimi mimi sasa ni zaidi ya gisi ya alivyo. Yani kuna wanawake waishaga teswa sana mpaka mwanaume akienda kumwambia dada mimi ninakufurahia na kupenda, anasikia kama yani kama amwambie vibaya afai nini. Wapo washaga teswa kwa sababu ya kuumizwa sana. Vile pako hata wanaume washaga teswa washaga umizwa. Lakini mimi kitu ninachojua Isaac, mapenzi ya kweli yapo. Tena pako wanaume wenyewe wanapenda na wanapenda tena paka wanalia kama butoyo. Na pako wanawake wanapenda tena wanapenda. Aso wanaume wenyewe anajifanyaga ngo wanapenda kunyanyua vyuma. Hawa wale wabovu wa mapenzi sana. Usikamkuta barabarani kwa nadia. Ushawahi date na? Mimi nishawahi muone kwa nadia. Hata mimi nafahamu rafiki zangu wa Gambia wanalia usiku na mchana. Na huyo wallahi niko na jamaa yangu. Alikuwa anaenda ku pharmacy kila siku kuangalia usingizi na yani unatoka gym uko vizuri chuma mkono kubali afu unaenda usingizi unakosajua mwanamke na mwingine hata patokea nini. Jamani. Wanawake mnatusikia ya. Mimi sinaona mwanamke. Kuna mwanamke kwa tusiasa jamani kunipa huyo kaka sisi. Kimuona. Unasikia hivi? Mimi sinaona nikiwa na chat naongea mwanamke. Tuko tunaongea tu masuala ya kawaida. Na kwa nahisi kama niko na mchiti mwanamke wangu. Tuko tunaongea masuala ya kawaida. Wallahi nahisi niko na mchiti. Alafu kitu kingine mimi najionaga kama popote pale niko demu wangu iko ananiona. Wallahi. Aone mapenzi mjao. Sawa. Sasa Isaac akabadilika. Ukiona mtu amekuoa akabadilika. Unajua sisi wanaume kitu kinatusumbua ni kimoja. Mwanaume anakuambia mimi nataka mwanamke bikra, tafutini katoto kalisoma dini, katoto kapole, lakini anasahau kitu kimoja ambacho ndio kinajenga ndoa, mapenzi. Anasahau kusema nitafutini katoto. Sasa hivi unaamini kwa mapenzi yanakwisha? Nisikilize, nitakapenda. Lakini unaamini kama mapenzi yana guarantee? Yana guarantee. Mapenzi ya guarantee sasa ni ya wapi? Isaac, ni yale sisi wanaume tunatamani. Lakini mwenye njia ya kutamani unaweza kutia mapenzi na yakaja baadaye kaondoka. Rudia. Wanaume tunatamani. Lakini ile kumtamani mwanamke. Juma jusi shike hiyo. Anaweza kuja hiyo mapenzi, alafu baadaye ukishamaliza kupata vile vitu ambavyo unahitaji yakaondoka. Okay. Unanipata vizuri? Sasa wewe ukiona mwanaume anakupenda mpaka analia, anagaragara. Lakini hapo anaanza kubadilika. Mwisho anabadilika bila sababu. Jua huyo mwanaume alikuwa hana mapenzi nao ya kweli. Kwa sababu mtu anakupenda kweli hawezi kubadilika wewe bila kumbadilisha. Haiwezekani. Si ndio hivyo? Anaanza kubadilika kwa sababu umembadilisha. Sasa kuna kipindi anabadilika bila kubadilishwa. Anabadilika tu ghafla. Sasa sisi wanaume unaweza kuona mwanamke ukakurupuka kadem sana acha nikaoe nikapole ni nini, lakini sababu haukumpenda unamuoa sababu ni mpole, unamuoa sababu ni mtu wa dini, ila haukumpenda utamtia ndani baada ya zile siku 40 za ndoa. Wana ndoa na siku 40. Siku 40 za mapenzi. Baada ya zile siku 40 unaanza kuona kawaida. Unaanza kumwona ni mtu wa kawaida. Mwanamke ulikuwa una rentree saa 12 ili mkae muongee na mke wako. Unaanza kuingia saa 9, saa 5, akikupigia simu upokei. Mtoto wa watu anaanza kuteseka. Aliolewa ni mtoto mdogo ana miaka 18, maskini ya Mungu inakuja kuwa shida. Mpaka unamfukuza au unamuoa. Mesha. Hivi ndio vitu kuja kufanya nini? Lakini tofauti sana na wanawake hizo. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza kuwa kupendi, lakini akakupenda zaidi ya kukupenda kutokana na wewe jinsi umejipeleka.
ila mwanaume kama akupendi hata umpe dunia wallahi hawezi kupenda my friend, hata kuigizia tu. Okay. Lakini mwanamke mwanaume anaweza kukuigizia hata miaka 10 uko naye anakuigizia. Sasa mimi nataka kujua kitu kimoja hapo bwana Butoyo. Mwanamke ambaye tusikiza saizi tumsaidie kidogo. Anajuaje kama mwanaume mwenye kuna iko na muigizia? Vitu gani kuonesha kuwa mwanaume huyu yani mwanamke ambaye anatusikiza sasa, ukimwona mwanaume mwenye hivi vitu kimbia, si sawa. Unajua kitu chochote kile ni cha kuigiza. Tufastisha kitu chochote kile cha kuigiza kinakuwa na mwisho, lakini kitu cha ukweli sio cha kuigiza, kinatoka ndani ya nafsi, hakina mwisho. Kwa hiyo mwanaume ambaye anakuigizia utamuona tu, lakini wakati utamuonaje sasa? Nisikilize, wakati kuna igiza ni vigumu sana kumuona. Mfano mdogo, anaweza kujua mwanamke ili amini kama nampenda, nitamuongelesha sana, umeshaona, nitampa muda sana, nimpekea sana, hapo sasa kuna mprofite ili atabifanya. Kwa ile mdeko anabifanya, huwezi kujua huyu mwanaume ni kweli au ni mwongo, huwezi kujua. Lakini vile vitu vitakuja kumshinda baada yeye kupata kile ambacho alikuwa anahitaji kwako. Sogelea mic, umeshaona, bitamshinda akisha akapata kile alikuwa anahitaji, ili kuongelesha sana hata jiforce tena kuongelesha sana. Kwa sababu gani? Tayari shakuwa satisfied na wewe, umeshaona. Unafikiri unaona message zinaanza kupunguka, care inapunguka, muda unapunguka. Hakuna mtu ukisiaga mwanaume anakuambia niko busy, wallahi wewe anakudanganya muongo. Isaac, hakuna mtu anaweza hapana. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinaweza kusababisha kuona huyu mwanaume tayari ashaanza kubadilika, kwa hiyo huyu alikuwa sio mwanaume sahihi. Kitu ambacho naweza kushauri wanawake, wasiwi na kiherehere kuwapenda wanaume kwa kasi kubwa wakati hajamjua yule mwanaume nia na madhumuni kwake. Kuna mitego mingi sana. Mapenzi haziwiliki Butoyo. Mapenzi haziwiliki, lakini mapenzi yanaendana na servo my friend. Lakini si wanawake tuna tatizo kabisa hapo. Yaani mwanaume anakuja kutongoza leo unamkubalia, na leo mnalala naye, ushasikia? Na leo unamlazimisha, mimi naona leo sitoki hapa, talala hapa, na kesho mnaoana, mnakuwa mke na mume. Sisi wanawake itakosa ngumi aje Isaac kila siku. Hiyo ndio itakosa makasoro. Okay, hapo kwa nini mwanaume anachepuka? Hakuna nisikie nikwambie, naomba unielewe. Ndagusa na sisi, na kwa nini mwanamke anachepuka? Nataka watu wanielewe chiki. Hakuna gisi Mungu alitumba wanaume. Hakuna mwanaume hata mmoja anaweza kuridhishwa na mwanamke mmoja. Kweli. Hilo liko hivyo kwenye masuala ya tendo, ndio maanisha. Wanaume ni watu ambao tunatamani for every way. Kila mwanamke ukimuona lazima kunipa ule. Unajua gisi Mungu aliwaumba tunalo wa kumkupa. Ukakutana naye mara 3 mara 4. Unaona tena kawaida kumkupa unatamani ungine story umba. Okay. Lakini yupo mwanaume ambaye anaweza kujitoa muhanga akakubali kuvumilia apendane na mwanamke mmoja, lakini anatumikisha nguvu kubwa sana. Sasa kitu kinasababisha wanaume wanachepuka sana ni kwa sababu wanaume tumeumbwa na matamanivu yako mbele kuliko mapenzi. Kwa hiyo mapenzi yako mbele alafu matamanivu, ila sisi wanaume matamanivu yako mbele alafu mapenzi. Okay. Kwa hiyo wanawake wafanyaje sasa? Wavumilia au wayatoki tu mahusiano? Wasali tu sana na kuomba dua Mwenyezi Mungu ajalie waume wema. Kwa sababu wanaume ni shida. Mimi ni mwanaume, siwezi kuwatetea. Wallahi wanaume ni shida sana Isaac. Wanaume tunawasi sana wenye waisha wao wanawasi sana wake zao. Alafu wenye tuko mchumba tunawasi pia wadem zetu. Isaac, just imagine mwanamke ameheba vitu vingi sana juu yako. Huenda aliheba hata masomo juu yako. Ameshona na familia, ameshona na marafiki zake. Hakuchiti, hakuvurugi. Unaanza aje? Unatafuta nini wewe kwenda kumchiti? Anakunyima nini? Mimi napenda kuambia rafiki zangu, unamtesa mtoto wa watu. Wanasema huyu ni hivi, mara huyu ni wanawake. Isaac, nilikuwa nataka nikiseme lakini sioni kisi nitakisema, huenda watu watanielewa vibaya. Lakini wanawake shughuli kishaisha, wote ni wamoja duniani. Ukimaliza masuala ya chumbani, wanawake shughuli kishaisha, wote ni wamoja duniani. Vile uliacha kwa mpenzi wako ndio vile my friend. Ndio vile. Ila wengine wanasema wanasidia maarifa. Kuna watoto huko ndugu yangu. Maarifa ya mwanamke ni tabia, sikufichi. Tabia? Hata chumbani ndio maana wanaalikwa. Nasema hivi, kualikwa percent kubwa sana kufundisha jinsi gani ataishi na mume wake. Jinsi gani atamhudumia. No, vile vinakuja baadaye. Unasikia kifo cha Mendes, unasikia vitu gani tena ajabu ajabu. Maarifa makubwa ya mwanamke ni tabia zake, kwa sababu mwanamke kama ana tabia nzuri, mwanaume anaweza kumvumilia, anamsikilia huruma, lakini kama ana tabia mbovu, hata awe fundi vipi kitandani, mwanaume anakuacha. Isaac, wanaume haturidhikaji. Mwanaume hata umfanyie vitu gani kitandani, kesho haiwezi kumkataza kesho kuchukua wengine. Lakini ukimpa tabia nzuri,
kuna karo fulani kanaweza kumwambia hivi kwa nini niko naenda nje mwanamke wangu ananitia ile tabia nzuri kichanganya na ile heshima ile inamtuliza mwanaume okay na kwa nini mwanamke anachepuka tuokoe muda safari na nini mimi mwanamke ambaye anachepuka naweza kusema ni msaliti mkubwa apigwe umeona sasa lakini mwanaume iko tofauti Isaac mwanamke acha kumpe mfano mdogo hivi kuna mwanaume anaweza kufanya miaka 2 hajakutana na mwanamke kimwili mwanaume ambaye tayari ashavifanya au alishavizoea hawezi wanawake yuko mazingira ya wanawake kuna mwanaume haiwezekani lakini kuna mwanamke anaweza kata miaka 5 bila wengi watoka Saudia huko hata ukiacha Saudia unasikia tofauti tu sasa mwanamke jinsi Mungu alimuumba anaridhika na mwanaume mmoja kwa hali yote ile kama hata awe mbali yake hata awe mbali ya aje anaweza kujikaza anaridhika hata miaka 5 sasa ukiona mwanamke ni msaliti anachiti huyo yarana ni ranye mkirundi niko bavuga mimi ndio kinaweza kusema kwa sababu mwanamke hawezi kuwa ni sababu za mwanaume kuna wanaume ambao labda chumbani hawako vizuri kwa hiyo anamvuruga na stress Isaac mwanaume ambaye haiko chumbani vizuri ni mwanamke njia mwanamke ni kutafuta ni jinsi gani atasuluhisha tatizo la mume wake au la mwanaume wake suluhisho sio kwenda nje kama unaona mume wako haiko vizuri kama iko vizuri utajua acha utafute tiba hivi tufanye hivi tafutia kaka kitu kunaweza kumsaidia mume wangu tunalika fangasi tumia kidogo vitu kama hivi lakini suluhisho sio kwenda nje hapa alafu kuna wengine wanawake wanaweza kachepuka kutokana na kwambia hivi mume wangu ana tabia mbaya mume wangu ananichiti sana na wanasahau kuwa hapo anakuwa anajidanganya sasa wewe mwanamke na wewe unataka sana wewe vile wenyewe mume wako anakufanyia na wewe sasa uende ukafanye sasa kumbe hujui kama unajiroga unajikomboa mwenyewe wewe mwenyewe kabisa mwanaume hawezi kumpinza mwanaume kama mwanaume ni mwanaume tu kila okay sawa tufunge mada hii tuifunge kabisa ili tupokee simu za wasikilizaji ambao unajua wametusikiliza muda wa saa nzima bila kupumzika swali ni limoja pekee yake nataka kuuliza nyote mtalijibu kila mtu anavyolisikia mwanamke aidha mwanaume ameshaoa wala hajaoa afanye nini ili aridhike na aliye naye nianze mimi au anza wewe unajua kila kitu afanye nini ili aridhike na aliye naye halafu kitu ambacho watu wanapaswa kuzingatia Isaac sababu nyie mlitoa hakikishia mnaridhiana ndio mimi tunaridhiana kwa hiyo sasa wanadamu tuko na kasoro sawa ni kama mfano vile mtu hawezi kuridhika na maisha yake akatamani labda maisha ya juu asiridhiki na maisha yake sasa tukienda masuala ya mapenzi Isaac ndio vile nimekwambia ni kufanya sacrifice unafanya sacrifice yaani unajitoa muhanga unasema mwanamke wangu ni kipofu lakini nataka niridhike kwa hali yote ile na mwanamke wangu hakuna mwanamke ambaye atakuja na mzidi kwa sababu wanawake ni wengi duniani na wazuri ni wengi ukisema ufuate wazuri utatongoza kila siku hawataishaga kwa hiyo sasa mtu cha kufanya ili aseme bwana mimi naridhishwa na mpenzi wangu au naridhika na mpenzi wangu okay. Kwanza ule mpenzi wako anakuridhisha kuridhishaje anakupa zile haki za mapenzi haki zote kwa sababu hauwezi kuridhika na mtu ambaye haiko anakupatia haki hivi mwanamke kweli anaweza kusema mimi naridhika na mwanaume wangu wakati mwanaume hampi muda hampi kiani kumvuruga kila siku ni vigumu sana lakini kama mwanamke kwa hiyo huyo anaruhusiwa kuchepuka sasa haruhusiwi kuchepuka lakini sehemu nyingi wanawake wanapenda kuachiti wanaume unajua sisi wanaume kuna kitu kimoja tuelewe na ndio kitu kikubwa mwanamke usitii mbele sana pesa ukatia mbele sana labda uko mzuri wewe mwanaume uko bogari uko gangi na nini hapo unakuwa unajidanganya mwanamke kuna mambo akikosa ndani ya mapenzi my friend ataondoka kama nini hapo sasa wasikilizaji sikiliza vizuri kuna mambo mwanamke akikosa kwenye mapenzi lazima atasepa tu okay yapi hayo kitu cha kwanza mwanamke akikosa muda kwa mpenzi wake unanielewa vizuri kwa hiyo ukimwona ameondoka usimind ni wewe umemnyima muda akikosa muda yaani kuna kwambia vitu muhimu binasababisha mwanamke akufie akikosa muda usiwe romantic kwake kwa romantic aje sasa hapo kwenye romantic kidogo tusaidie mapenzi ni ubunifu acha kupe mfano mdogo kuna watu ambao kienda kumtazama mpenzi wake utafikiri ameenda information ya kijeshi hata atacheka hata tabasamu sio yule mtu wa kumwambia maneno mazuri mwanamke wake sio yule mtu wa kumpelekea kazawadi mwanamke wake sio yule mtu wa mwanamke ni mtoto mdanganye na kitu kadogo kana vitu vidogo vitu kama hivyo unakuta sio mtu wa hivyo umeshaona sawa yani kumpa wewe kumjali yani
Beniaje umemkaje ushakula nini na nini yani kumjali kwa swali kanapenda kurudia sana kwenye wapenda nao ushakula ndio vitu vya muhimu nikakituka muhimu sana nishakula lakini kama muhimu Beniaje ushakula hapana unataka kujua muda wote mwanamke wako yuko mahali gani yuko wakati mgumu ili umpe faraja. Kwa hiyo hayo masala kiakosa ataondoka. Wallahi unampa ila zaji kama kuondoka atakuchiti. Ni mambo mawili. Lakini huyu mwanamke naye pia anakuwa mwanamke anakuwa hana subra. Anakuwa hana roho ya kusuvumilia. Kwa nini asivumilii? Kwa nini asitafuti suluhisho? Kuna mambo mengine sio ya kuvumilia. Kwa hapo mtu itokiwa busy unamchiti. Sikiliza sio kusema na mchiti. Naweza kuwa ndashobora kutaguheba ariko nkahinduka kutokana na gisi na umenionyesha. Mimi nanunua vocha yangu mimi, nainunua mimi hela yangu mimi. Nakupigia simu. Beniaje safi, umeshinda aje safi. Sasa mimi nataka tuonane leo. Nasubiri kidogo nitafuta na kupigia. Nasikia. Kila ukimtafuta niko busy utaongea kesho. Kesho ukimtafuta niko busy. Kwa hiyo mwanamke lazima. Kwa hiyo lazima aondoke. So lazima aondoke. Anakupenda lakini vile vitu vinamuathiri moyo wake. Inamuumiza. Mwisho wa siku atafanya nini? Atashika maamuzi. Alafu sisi Isaac sisi wanawake. Unaweza yani mimi nampenda huyu, lakini ananiumiza. Na mimi natamani ni mwache. Lakini kuna wakati lakini bado nampenda. Lakini hapo sisi. Siwezi kumwambia ngo nakuacha. Kuna wengine mwanamke kizungumkuti. Kuna mwanamke ambaye lundi à vendredi ni shari, ni fujo, vuvuzela. Fujo. Ni fujo tu. Ni fujo, yani fujo na maanisha yani mwanamke. Yani kiona mwanaume wake ni fujo, ni kujidoga, ni kujimyoza, ni kununa, yani ni kukasirika. Kuna tatizo hapo, kuna tatizo wakati mwingine tukimuuliza akasemi. Sasa sana na huyu alikuwa na hiyo tabia. Alikuwa na tabia. Anajirumisha fujo. Unajua mtu ambaye anajigumua kujigumua. Unaweza kukosea lakini usione kama ulikosea. Usione kama ulikosea. Wanawake wakati wanasumbuana. Wanawake wanakuwa tatizo. Hasemi ni kujinunisha, kujigumua. Inanimaindishaga my friend. Sasa hii sio ni tatizo. Sasa mimi nilikuwa nikiongea ananiambia wewe ukiongea unaongea vibaya. Sasa nikikaa kimya inakuwa kosa. Kwa nini unaikaa kimya? Sasa okay, solution inakuwa lipi? Kumweza kila muda kujifyonza. Solution inakuja ni lipi? Si baadaye na nitaisha hizi siku. Sawa, hizi siku 5 tumenuniana, unafikiri tutarudiaga tena sisi au tunapoteza vitu kulingana jinsi siku 5 tumenuniana? Sio tabia nzuri. Na kwa nini nataka kumpiga kofi wala mimi mwanamke kana nifanyia kitu. Basi msikilizaji wa PJ Classic FM tuliongea mengi sana. Ndani ya kipindi chetu penzi langu. Wageni mmewasikia ni CYCY na BUTOYO. Namba ya simu ni 67311000. Kuna mambo mengi sana hapa. Unaweza ukatumia kama ushauri, kuwa nasihi. Labda umeshaoa, unahitaji kuwaombea. Sawa na historia yao ulivyoisikia. Lakini pia unaweza ukatumia fursa hii ya kuweza kuwauliza chochote. Nataka dakika 50 zinakamilika na studio PJ Classic FM. Swali langu ni kwa CYCY, ni moja tu na swali moja kwa BUTOYO aftumalize. CYCY, naomba muombe jambo lolote lile ambalo unahisi. Ungeanza kuniuliza mimi alafu baadaye ukamalizia. Sio mbaya. Acha nije kwa. Swali hilo tu moja tu. Sina mengine mengi. Ni wewe, nataka umuombe jambo lolote lile ambalo unahitaji kufanyia sasa hivi ndani ya studio za PJ Classic FM. Tena kipindi chetu penzi langu, tukibless hivyo, tukibariki hivyo. Jambo gani lolote ambalo unamuomba CYCY, afu baadaye sisi tutakuomba lolote wewe ambalo linahitaji kufanyika sasa hivi kwenye studio. Kitu ambacho mimi naweza kumuomba ni kitu kimoja. Okay, so bila mic atizame, yani mboni zangu zikutane na za kwake kabisa. Alafu anambie. Yani anambie kwa kunidhirishia macho kama vinatoka moyoni kama ananipenda kweli. Basi hicho kina thamani kuliko vingine vyote vingi. Chuma, naomba kamera zizoom macho ya CYCY. Tuone kama kweli. Mimi CYCY hicho ndio kitu nimeomba. Unajiombea kitu rahisi kabisa. Wewe mtazame vizuri machoni, alafu umdhihirishe kama kweli na macho ni yake. Hii ni kuchikuchi otahe. So nasikia sina maneno mengi ya kuongea.
Maneno ni yale kila siku ambayo inarudilia asubuhi, usiku, jioni. So nakupenda. Wewe ni mwanaume wangu wa maisha. Basi maskini. Haya sisi exactly najisikia sana. Mapenzi yana raha. Wale mapenzi yana raha ndugu yangu. Wewe watu wanjipendania raha sana tu. Shaiza kinda babara abantu bahebanye bari mu rukundo. Yo. Bila kubabaza sana, mapenzi yana raha sana. Erega kifupi Isaac, mapenzi. Mungu sio aliumba mapenzi, lakini vitu vya hukumia stress haviko. Hamna. Hivyo sisi ndio tulivikreate wanaume. Hivi sisi wanaume ndio tulivikreate. Okay, sisi. Mombe lolote lile bwana Butoyo. Basi ni zamu ya sisi kumuomba sasa Butoyo. Labda kitu sintaweza, labda naambia nivue nguo. I don't acha tumsikie. Okay. Yes baby. So ikinunumba kitu ambacho najisikia kukuomba na wewe uvuga mkirudi ntaje. Nikitizama muda naona kama muda unakwenda kidogo. Tuelekea muda wa kulala kupumzika. Sasa tungekuwa tuko kitandani au labda na ungekuwa kwa mahali pengine. Mimi napenda uniambie kitu ambacho kitanifanya usiku wa leo nikilala niale vizuri, alafu kitu ambacho kitafanya watu ambao wako natusikia kwa usiku huyu watasema kabisa mko mapenzi. Mimi na imani nimekusikia, lakini kitu ambacho naweza kuongea, sina maneno mengi sana ambayo naweza kusema zaidi ya kukumbusha uzuri wako. Yani uzuri wako ni mfano wa nyota zimeambatana ndani ya usiku wa giza totoro. Lakini nyota hizo pia zinaniangazia kwenye njia zote ambazo nazopita mimi. Uzuri wako ni nguvu ya mwangaza wa furaha yangu. Kwa hiyo nakuombea mchumba wangu, usiku wa leo uwe wenye furaha na amani juu yako. Kitanda chako kiwe chenye kuzungukwa na mishumaa yenye upendo juu yetu. Wewe ni njia sahihi ya maisha yangu. Wewe ni kiigizo sahihi cha maisha yangu. Wewe ni mwongozo wa maisha yangu. Wewe ni pumbao langu. Wewe ni tunzo la faraja la fahari yangu. Lala, nenda ukalale. Lakini nakutakia usiku mwema. Usiku uliojawa na furaha na mapenzi. Na kutakia kitanda ambacho tutakwenda kulala eko kiwe ni kitanda cha kuzunguka na malaika, lakini pia cha kuzunguka na mishumaa ya kheri. Nakupenda. Narudi kwa mara nyingine. Nakupenda zaidi unavyofikiria mwanamke wa maisha yangu. Na imani mridhika for that. Asante. Usiku mwema. Master Key. Sweet your love is better than wine I know. You're my affection. Penzi msikilizaji wa PJ Classic FM, tulale usiku mwanana. Kama unawako mpenzi unayempenda, naamini ushamwambia maneno mazuri. Kama hujamwambia pole, na kama hujaambiwa pole, sisi na Butoyo washatubatiza maneno mazuri ya amani. Lakini maneno yanatoka rohoni kweli, sio kagera machumaka. Butoyo, maneno yanatoka rohoni kweli. Nini kitu gani ambacho unaweza kusema kinaweza kuleta uthibitisho kamili? Aski Isaac, nampenda sana huyo mwanamke. Kuna mambo mengi sana ishanifanyia ambayo naona kama maajabu kwangu. Naona kama miujiza. Nampenda sana. Na niko tayari kupigika kwa ajili ya kuitengeneza furaha yake. Isaac, ndakunzwe. Urakunzwe. Nampenda vema. Nampenda sana. Oya mubwirane mu Kirundi ndabasavye. Amasegonde make. Mubwirane mu Kirundi rwose nuryamye azi Kirundi kacemo. Naho abandi bako turaba kuri Facebook, kuri YouTube, ati sisi na Butoyo basubiye guhura yo babwiranye tujambo tw'urukundo.
yo mu kirundi twavyumvise mu giswahili twavyumvise gatubicishe mu kirundi ujya majambo y'urukundo no kirundi araryoha araryoha attention araryoha cyane ariko aryoha bivanye n'uyakubwiye yego sha yego sisi ngira sintu jambo tubiri butoyi ngira tujyame neza turi muri mood ya bien mubwira asubire yagiye nyine avuze asubire mu kirundi asenge nyine yavuze asubire nacyo bitwaye nimba yumva ko tayani majambo afise yumva ari mu mutwe navuge ujya nyine ndazi ariko ico nzi cyo ntiyobura ibyo akubwira oya mambira ko nkunda baza ne Jini baza sinobura amajambo ndakubwira cisha sinobura amajambo ndakubwira kubera hari igihe mbura ibintu mvuga hari igihe mbura ukuntu urukundo rwacu no urusigura kugira basi ngo abantu babitahure babibone bivanye n'ibyo mwaciye narababaye bikwiye ariko vraiment ndashima Imana ego be ndagukunda niwe munezero wanje niwe buzima bwanje ndakwiteze ko byinshi cyane uzoba papa w'abana banje uzombera papa uzombera mama uzombera buri kimwe cyose umunezero wanje umubabaro uri wawe byose biri wawe merci bon yo utashaka kurirawe nugambeje mu muhungu ari isiga n'amajambo y'umukobwa yewe ancyanye ibintu byinshi cyane izaye twaciye muri byinshi okay umbwira akajambo bwira sisi Isaac cyane amajambo menshi no mubwira atari kumubwira yuko ari we muntu yabumbatije amahoro mu mubiri wanje yo niwe mukobwa wenyene yashoboye gukanya umunezero umutima wanje akanyura umubabaro wose nari nsanzwe mfise niwe mukobwa wenyene yanyugururiye imisi isanza za maraso mu mubiri wanje wose umunezero arugara imisi yatanguje kuzana umubabaro mu buzima bwanje niwe mukobwa w'amateka niwe nzira yanje niwe byose banje ndamukunda cyane kandi ndamushimira ndabivuze ngaha nzokwama ndabivuga ndamwemereye n'imbere y'Imana yuko ntazigira ndamuhemukira yo hashuha hakanya mu bihe byari byo byose agwara turi mu munezero mu mubabaro dukenye dutunze nzoguma ndurubavuguye ndabikwemereye byashushe abantu bari batangiye gusinzira nuko rero butoyi ndagushimire cyane sisi ndabashimire cyane nashukuru sana siku nyingine tukiwalika mtatuitika bila shaka kabisa ameteka mudi jamani adira yari ndo mahaba ndi yenyewe hapana yale maswali jamani chuma juksia ushawahi kupendwa hivyo shawa juksia alimpenda yeye akamsaliti bana wewe indikizo na kiwa rabuni my friend okay sasa tena kwa sekunde chache sana and then tunaingia siku nyingine na shufurahi sana kuingia tarehe 18 tuko pamoja na nyie studio naamini siku ya tarehe 18 ni wenye baraka kwenu siku ya kesho kukicha Mungu awabariki na watangulie kwenye safari yenu na awabariki kwenye mahusiano yenu. Basi mpenzi msikilizaji naamini kabisa walikuwa pamoja na sisi pamoja na sisi pamoja na Butoyi na wao wote ambao walikuwa wanatutega sikio mwanzo mwisho. Mimi naitwa Isaac Classic, asante sana. Juma Jux alikuwa katika kamera pale upande wa kamera na fundi mitambo kwa jumla ili kutazama kama kila kitu kinakwenda sambamba. Mimi nawashukuru sana nyote ambao mlitutega sikio. Tukutane wiki ijayo. Nilichokiona na kimekiona mwenyewe jamani, mjikaze. Basi nawashukuru sana nyote ambao mlitutega sikio ndani ya studio za PG Classic FM. Tukutane siku nyingine kama hii. Alamsiki, bye bye. Naamini wiki ijayo lazima nimualike Bukuru. Bukuru lazima nimualike kwa kweli. Bukuru namhitaji hapa. Bukuru na Butoyi inabidi wakutanisha hapa studio. Msikie sasa tofauti hawa mapacha.
Tulikuwa tunasikia bwana Damuna kwa tuelezea masuala ya mapacha na nini. Hapo kabisa tu wakutanisha mapacha wenyewe. Msikie ni kiasi gani mapacha wakisirikiana. Never kuaga, wakipendana kisi never kuaga. Kuna watu wengi waoga wajui kama kuna siku moja. Alafu mimi naamini kwa kuna siku moja. Hivi hamja kutokea mkachangia mwanamke. Tukamalizia yako. Hajawahi. For sure. Kweli. Wallahi hajawahi. Kwa jinsi mnafanana. Mimi masuala ya kuchangia haiwezekani kwa sababu mimi ni mtu ambaye nikiwa mapenzi nakuwa niko serious. Okay. Na mimi mwanamke akiniacha nafikiri natafuta mwingine. Okay. Mimi siwezi kukaa miezi mitatu siniko mahusiano zake. Maisha yangu mimi yanaendeshwa na mapenzi sikufichi. Asante sana mpenzi msikilizaji, kwa heri alamsiki, niwatakie kila la kheri. Mbaki mnasikiliza vipindi vya PG Classic FM vinaendelea mpaka asubuhi kwa burudani mbalimbali, muziki mbalimbali. Naona sintowaacha kama sintowaachia burudani hii hapa. Wote ambao kwenye mapenzi, chungeni sana mahusiano yenu, chungeni sana wake zenu, chungeni sana mapenzi yenu ili yazidi kuimarika zaidi. Bye bye, mimi naitwa YOO Classic alamsiki. Tutazidi Jumamosi ijayo. Bye bye.